mtu ananielewa? Piga mshale wa Bwana. Hiyo ni imani katika Kristo, lakini kufanya ni wewe. Piga mshale wa kwanza. Piga wapi? Amini tena, amini tena, amini tena, amini tena. Zingatia unabii kwa kuombea mpaka utakapozaa matunda. Waswahili wanasema mvumilivu anafanyaje? Kibiblia inasema mtu katika yale matunda 9, tunda lile la 3 lina uvumilivu ndani yake. Lazima uwe mvumilivu wa kungojea baraka zako zije. Na unajua anasema kwenye Isaya, anasema wenye kumngoja Bwana watapewa nguvu mpya, alafu watapaa juu kama nini? Kama tai, na hata wakizimia watainuka nini? Tena. Kwa hiyo watu hao wanaomngoja Bwana huwa wamechoka kabisa. Hata Biblia inasema kwenye Isaya 33:23 pale anasema hata wachechemeao watapata mateka, lakini walichechemea huko njiani. Alafu kimungu akihitaji wewe maneno mengi wa kusema sasa kama una kazi, there is miracle in your mind, in your body, in your area. Kuna miujiza kwenye ufahamu wako, kuna miujiza kwenye mwili wako, kuna muujiza mahali ukahapo. Maana Mungu tunayemuishi ni wa miujiza na matendo makuu ya miujiza ya namna hiyo. Anaweza kukufanya kwa namna uweza, lakini anataka ushike neno la unabii ukafanya nini? Kazi. Alafu jaribu mara ngapi? 7, hata 16 zaidi. Jaribu, nenda tena, nenda tena, nenda tena mpaka ule unabii utimie. Kama alisema nabii utakuwa multimillionaire, ujue huo unabii hautaanguka. Nimekupa mfano. Ikiwa nabii alisema, tena sikusema eti kwa uoga, nilisema kwenye vyombo vya habari kabisa, na nilikuwa nachukuliwa live, hata ukitaka kwenda kuangalia. Kasema leo Simba itafungwa 1. Alafu wewe unashindwa nini kuamini? Kama hilo neno lilitimia, wewe unashindwa nini kwa nini? Haya, uliona mangapi nikiongea? Huyo mtu ana Mungu ndani. Huyo mtu anaweza inua maombi yake kulingana na utakavyomsumbua. Unamsumbuaje huyo mtu wa Mungu mpaka aombe kwa kuzidi? Ni mmoja, kuna mtu aliwahi nisumbua mpaka nikalia machozi. Nikaomba mpaka machozi yakatoka. Nikasema, Mungu, naomba unisikie mara hii moja tu.